Kuna mfalme mmoja alitoa amri kwa jaji mkuu, hakimu wake mkuu, kwamba mimi nataka ukanitafutie dawa popote ilipo, nisizeeke, nibakie tu kwa kijana. Hamu yake aona mimi nitazeeka, mwisho ufalme nitakuwa si enjoy, nitafutie dawa ya kuwa kijana siku zote. Yule bwana alizunguka, akafika mahali akakuta mtu, akamwambia panda pale mlemani, kuna watu wawili ndugu wanaishi, utapata, wanao dawa hiyo. Alipopanda akifika juu akakutana na nyumba moja, ile nyumba taabani, akabisha, nyumba iko hali mbaya, lakini alipotoka mwenyewe amezeeka, taabani, asema huyu atanipa dawa gani, watashapiswa huyu. Basi akamwambia karibu, asemaje? Wajua mimi ninakuja, lakini naona usiku umeingia. Kwanza kabla sijaeleza tatizo langu, naomba mahali ya kulala, manake kushuka mpaka chini ni masaa 12 mengine, nipumzike mpaka kesho asubuhi nitakuja. Mke ameruka huko ndani, hapa sio lodging. Mwambie ende zake bana, utakujaje tu wewe ovyo ovyo, ingie majumbani mwa watu ataka kulala. Maneno mpaka yule mzee akakosa, ambia maneno yao uliyosikia. Ikabidi aende nyumba ya pili. Alipofika kubisha kwanza, akaona ile nyumba ina utulivu, imekaa vizuri. Alipotoka yule bwana, karibu, wasemaje? Akasema kabla sijaongea, usiku umeingia, nitaweza kulala hapa manake mimi mgeni. Mke amwambia Abu Muhammad, kuna ile rumu kule ya Muhammad hayuko, mpeleke tena leo, kama nilojua nimeitengeneza vizuri na nini, mpeleke mgeni akapumzike. Akaribishwa vizuri. Sasa asubuhi akamuuliza, hello kuleta? Asema liloleta, natafuta dawa ya kuishi miaka mirefu, muda mrefu, maisha marefu, miaka mingi. Akamwambia dawa, na nimekwenda, nimeelekezwa ndugu wawili, mmeenda ule mmoja mkubwa wako yule, lakini hakunipa nafasi, mkewe akaja akakorofisha, hata sasa sijui yeye ndiye mwenye hiyo dawa. Akamwambia kwanza, yule ni mkubwa wangu kwa miaka, ni mdogo wangu kwa miaka 10. Mbona lakini aonekana amezeeka? Akamwambia ni hao maneno uliyopata kwa mkewe. Kama wewe mgeni umeambiwa hayo, mke wako basi yeye mwenyewe aambiwa makubwa kuliko. Akamwambia sasa dawa yangu nini? Akamwambia nenda katafute mke mzuri kama wangu, wewe utaishi miaka mirefu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hata wanawake akawaambia, chagueni mume mwenye tabia njema, chagueni mume mwenye dini. Usimchague mume mkorofi, mume mkali. Alikuja mwanamke kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia nimekuja kuposwa na watu wawili, mmoja fimbo yake bakora yake iko juu, kidogo tu ashakuwa furious, hasira za. Mtume akamwambia huyo piga X, hafai, matempa kweli kweli. Wa pili akasema, Waswahili wasema charoka hakendi gede, charoka hakendi gede, yani mgumu, mgumu. Akitoka ile nyama uhisabu umekata vipande vingapi, akija kwambia mbona viwili hakuna. Hapa tupata funzo kwamba sehemu hizi mbili ziangaliwe kwa makini sana. Usijitupe tu wewe wasema sijui, simuoni kama yule. Urongo wako kama wale wengi, humuoni kwa sababu innaha ta'mal qulub ta'mal absar wala ta'mal, walakin la ta'mal qulub allati fi sudur. Moyo wako ndio umekuwa kipofu, lakini ukiuacha moyo wako free utaona mzuri kuliko yule. Fadhfar bidhati din, mume chagua mwenye dini, taribati yadak. Mwanamke chagua, idha jaakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, chagueni mwenye dini na tabia,
hapo ndio mtafika kuwa na maisha mazuri na mutaepukana na fitna. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni An-Nisaa TV.